Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu hii ya Francademy, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati ambapo tutaendelea na zoezi la 31 ambalo lina maswali yafuatayo. Ninakuomba uyafanye ya maswali. Baada ya kumaliza kuyafanya ya maswali, ninakuomba ufuatilie masahihisho yake ambayo yako huko mbele. Na ukishafuatilia masahihisho, ninakuomba ufanye zoezi lingine tena ambalo na lenyewe liko huko mbele. Sasa tuangalie masahihisho na tuanze na swali la kwanza. Swali la kwanza lilikuwa nasema kwamba grafu kwa duara lifuatalo linaonyesha michezo ambayo wanafunzi wa shule ya msingi Mwenge hupendelea kucheza. Ikiwa shule ina wanafunzi 400, je, wanafunzi wangapi wanapenda mpira wa miguu? Hii ni grafu kwa duara inaonyesha michezo ambayo wanafunzi wanapendelea kucheza, na umetuwekea kiasi cha wanafunzi katika mfumo wa nyuzi. Kwa mfano mpira wa pete hapa ameandika kwamba ni nyuzi 36, mpira wa mikono ni nyuzi 72, kiasi cha nyuzi 72 ndio kiwango cha wanafunzi ambao wanapenda mpira wa mikono. Mpira wa miguu, mpira wa wavu hapa ameandika kwamba ni 90, na mpira wa miguu ni nyuzi 162. Hapa anatuuliza, je, wanafunzi wangapi wanapenda mpira wa miguu? Ili tupate wanafunzi wangapi wanapenda mpira wa miguu, maana yake inatakiwa tuchukue hii nyuzi ambayo tumepewa, hii 162, tuseme ni juu ya 360 kwa sababu duara zima lina 360. Hapa maana yake tunakuwa tumeweka katika mfumo wa sehemu. Ukishaweka katika mfumo wa sehemu, zidisha kwa 400. Ukizidisha kwa 400 hapo ndo unaweza kupata idadi ya wanafunzi ambao wanapenda mpira wa miguu. Kwa hiyo hapo ukirahisisha hapa kwa 2 ni 180, hapa kwa 2 ni 200, hapa kwa 2 tena hapa itakuwa ni 90, hapa itakuwa ni 100. Kwa 10 hapa ni 9, kwa 10 hapa ni 10. Kwa hiyo inabaki 100, inabaki 162 mara 10. Ukichukua 162 mara 10 itakuwa ni 1620 juu ya 9. Kwa hiyo ukichukua 1620 kugawanya kwa 9, hapo ndo utapata jawabu. Na ukigawanya hapo unapata 180. Ukichukua 1620 kugawanya kwa 9 unapata 180. Kwa hiyo wanafunzi wanaopenda mpira wa miguu ni 180. Twende swali lingine ambalo linasema kwamba gari lilisafiri kwa mwendo kasi wa kilomita 80 kwa saa kwa muda wa dakika 45. Tafuta umbali wa safari hiyo. Hapa tumepewa kwamba gari lilisafiri kwa mwendo kasi wa kilomita 80 kwa saa. Tumepewa mwendo kasi. Mwendo kasi tumepewa kwamba ni sawa sana kilomita 80 kwa saa. Tukapewa pia muda. Tukapewa muda, tumepewa kwamba ni dakika 45. Nimesafiri kwa muda wa dakika
45. Tafuta umbali wa safari hiyo. Natuuliza umbali wa safari hiyo ni ngapi? Ili tupate umbali tunatumia ile kanuni ya mwendo kasi ambayo inasema kwamba ni mwendo kasi sasa na umbali ugawanye kwa muda. Ni sawa sana mwendo kasi. Mwendo kasi hapa tumepewa kwamba ni kilomita 80 kwa saa. Na umbali hapa hatuna umbali. Ndio tunaulizwa. Muda tuna dakika 45. Dakika 45. Sasa huu umbali dakika 45 inatakiwa tupunguze hizo dakika, tubadilishe hizo dakika 45 ziwe katika mfumo wa saa. Dakika 45 lazima uzibadilishe ziwe saa. Na kubadilisha dakika kuwa saa unafanya hivi. Saa moja ni sawa na dakika 60. Je, dakika 45 ni sawa na saa ngapi? Unafanya cross multiplication hapa, itakuwa hivi. Dakika 45 uzidishe kwa dakika, uzidishe kwa saa moja, ugawanye kwa dakika 60. Hapa dakika na dakika zinakwisha, yanabaki saa. Kwa hiyo hapa ni 45 juu ya 60 ndio saa. Ukirahisisha hapa kwa 15 ni 3 kwa 15 ni 4. Kwa hiyo ni robo 3. Ni robo 3 ya saa. Ndio sawa na dakika 45. Kwa hiyo ni saa robo 3. Ndio sawa na dakika 45. Kwa hiyo kwa kuwa mwendo kasi upo katika mfumo wa kilomita kwa saa, na huu muda hataki kutumia dakika, inatakiwa tutumie saa. Kwa hiyo hapa maana yake itakuwa hivi, ili tupate umbali maana yake utachukua ya 40 uzidishe kila upande. Kwa hiyo maana yake umbali itakuwa ni kilomita 80 kwa saa, uzidishe kwa muda ambao ni saa 3/4. Ukirahisisha hapo, hapa saa na saa zinakwisha, anabaki hapa kwa upande wa hapa kwa 4 ni 1, kwa 4 ni 20. Kwa hiyo hapa ni kilomita 20. Kwa hiyo umbali ni kilomita 20, uzidishe kwa 3. Hapa bado kuna 3. 20 mara 3 ni 60. Kwa hiyo umbali ni sawa na 60. Huo ndo umbali. Kwenye hii video tutaishia hapo. Inakuomba ufanye maswali yafuatayo. Baada ya kumaliza kuyafanya, ninakuomba usahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.